Basi naomba msomaji utufungulie kitabu cha Mwanzo 1:1. Maana nikaanza kuhubiri hapa, watu wakasema asome Biblia, anaongea tu. Kumbe Biblia inasoma. Ila tu kwa sababu wewe unataka kuona mtu akisoma. Ngoja na asome, alafu tukumbushane uumbaji wa Mungu juu ya mtu, na mtu asimame wapi na adai haki yake wapi. Haleluya. Basi kitabu cha Mwanzo 1:1. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 nasoma. Ndio. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Hii nchi unayoiona ilikuwa ukiwa, Tena utupu. Tena sio tu ukiwa, ilikuwa haijavalishwa. Yani utupu manake iko haijavalishwa vitu fulani. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Licha ya utupu na ukiwa, lakini pia kulikuwa na giza limetanda juu ya nchi. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Basi Roho ya Mungu nayo ilikuwemo humo ikifikiria namna. Kutulia manake ilikuwemo humo inafikiria nini cha kufanya. Mungu akasema, iwe nuru. Sasa kwenye ili giza ambalo nalifikiria lianze kuwepo nuru. Ikawa nuru. Basi ikawa nuru. Njema. Hii nuru itakuwa ni nzuri sasa. Mungu akatenga nuru na giza. Basi Mungu akaona sasa hivi vitu avitofautishe, ili giza liwe peke yake na nuru iwe peke yake. Mungu akaita nuru mchana. Basi Mungu akaita nuru iwe mchana, na giza akaliita usiku. Na giza akaliita usiku. Ikawa jioni. Basi wakati huo anafanya mambo yote haya kulifikia mpaka jioni. Ikawa asubuhi. Na baada ya hapo ikaja mpaka asubuhi. Siku moja. Hiyo ikaonekana imeanza kuweka sasa system ya siku tayari, kwamba ile kuwa jioni na kuwa asubuhi akaona itakuwa iitwe siku moja, kwa maana ya masaa 24 yaunde siku moja. Mungu akasema, na iwe anga. Basi kuwe na anga katikati ya maji. Hiyo ni siku ya pili, katikati ya maji. Likayatenga maji na maji. Ili anga likaanze kuyatenganisha maji na maji. Mungu akalifanya anga. Basi Mungu akalifanya anga. Akayatenga yale maji. Yaliyo juu ya anga. Na yale maji. Yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Basi anga Mungu akaona lile linaitwa mbingu. Ikawa jioni. Basi na lenyewe likafikiriwa kwa siku moja, ambayo ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku ya pili. Basi inaonekana siku ya pili vilishughulikiwa vitu kama hivyo vya kutengeneza anga na kutenga maji na maji. Neno maji na maji maana kama kuna maziwa, kuna mito, kuna mabahari. Ndio maana unaposikia neno maji na maji, yani badala ya kusema ni maji, basi amesema maji na maji. Yani wingi wa hicho kitu imeshindikana, badala yake ni kusema maji na maji. Maana yake humo kutakuwa na maji ya aina zote unayoyajua wewe. Tumeelewana vizuri? Basi baada ya hapo akaliita anga kama hivyo mbingu, na chini akaita kama hivyo alivyoweza kuita, lakini ikatumika siku moja, na akaona ya kuwa vimekamilika. Haleluya. Vimekamilika. Alikuwa haendi mbele bila kukamilisha. Hebu sema hivyo tena. Na hawezi kuacha bila kukamilisha. Hawezi kuendelea mbele bila kukamilisha. Katika kila siku sema alikamilisha jambo na alihakikisha linakamilika. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu. Basi maji yatakayokuwa chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja. Basi yale yasikae mbalimbali, yaanze kukusanyika pamoja, ili pakavu paonekane. Yakusanyika pamoja tupapate pakavu. Ikawa hivyo. Na maji yakati yakawa yanamsikia Mungu na yanafanya. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akaona sasa hii hali inakamilika vizuri. Mungu akavibariki. Mungu akaona sasa avibariki hivi vitu. Akisema hivi, zaeni mkaongezeke. Sasa kila kimoja sasa badala ya kuviumba tena
nataka nivipe amri ya kuendelea kuzaliana vyenyewe kwa vyenyewe. Haleluya. Mshangilie kama tunaenda. Badala ya kuendelea kuviumba, ngoja vyenyewe viendeleze hii kazi, mimi ndio naviangalia. Mshangilie kama tunaenda. Akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu. Kwa mfano wa Mungu. Alimuumba. Alimuumba. Mwanamume na mwanamke. Mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Aliwaumba. Mshangilie kama tunaenda. Basi kana kwamba kila siku unasoma lakini hujui nguvu iliyoko humo kwenye hicho kitabu cha Mwanzo. Haleluya. Mungu hakusogea mbele kama kitu hakijakamilika. Mungu hakwenda na jambo la pili kama kitu kile hakijakamilika. Na Mungu kama vitu vile vingekuwa dhaifu au vingekuwa havina uwezo wa kufanya alivyosema, angevirudia ili vikae sawa. Haleluya. Kama alimuumba jongoo naye hajakamilika, Mungu angemrudia jongoo mpaka akamilike. Mungu kama alimuumba samaki naye kwenye maji hawezi kuogelea, ilitakiwa amrudie, amwekee mapezi, magamba na mabawa ya kuogelea ili aweze kuogelea. Mungu kama alimuumba simba, lakini simba ni mla nyama, na ikiwezekana simba angeumbwa nyama hazipo, Mungu angeona hajakamilisha, angerudi kuumba wanyama ili simba aweze kuwatumia, maana ni predator, anakula nyama. Tumeelewana vizuri? Kwa kila mnyama alimuweka ili ale na kunywa, na akamuona anakuwa na meno, wakula bisi ale bisi, wakumula mwenzake apewe meno ya kumula mwenzie. Maana yale meno unayoyaona kwenye simba yale marefu ni kwamba Mungu aliyaweka kwa ajili ya kumtoboa nyati, kwa ajili ya kumtoboa ngamnani huyo sijui pundamilia, kwa ajili ya kumtoboa swala. Maana akiyakosa yale meno, huyu simba hata kula na maisha yake yanapoteana. Uko hapo? Akamuumba naye huyo pundamilia kwa meno yaliyokaribiana, ili atakapozikusanya nyati kwa ule ulimi mzito wenye mikwaruzo, ili aweze kuzitafuna nyasi vizuri. Na angeona kwamba hajakamilishwa kwenye kutafuna nyasi, angemfanya kamilike ili atafune nyasi, maana asipokula nyasi anakufa njaa. Mshangilie kama tunaenda. Kama ataumba samaki zikakaa baharini, na mule ndani hamna mahindi ya kulima, hamna ulezi, hamna uwele, naye samaki anakula mahindi ya kuchoma, naye samaki anakula chipsi, lakini anakaa kwenye maji ambako hakaangi chipsi, Mungu angeona amemfanya vibaya, maana anakula vyakula vya chipsi alafu yeye yuko baharini. Atazikuta lini? Mungu angegundua hilo hajakamilisha, angemtoa samaki kwenye maji aje nchi kavu ili ale chipsi. Lakini alijua kwenye maji kule atafanya ukamilifu wa chakula. Mshangilie huyu Mungu kama tunaenda. Kwa hiyo kama kitu hakikukamilika, Mungu asingekubali kutoka hapo, na asingekubali ifike siku ya pili vitu havijakamilika. Ni lazima avikamilishe na aone ya kuwa ni njema, ndio aache pale aendelee na safari. Haleluya, haleluya. Huyo ndio Mungu ambaye mnatakiwa mpigie makofi. Mungu mkamilifu. Sema Jehova Jireh ni mkamilifu. Sema Jehova Rafa ni mkamilifu. Na ufanya vitu katika ukamilifu. Na ufanya vitu katika ukamilifu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama bahari na eneo haikukubali kukusanyika ili iache pakavu, Mungu asingeona amekamilisha. Ilikuwa ni sharti ifanye makazi sawasawa na ilivyoambiwa kuacha pakavu. Na kama haiwezi kuacha pakavu, basi Mungu angeona hajakamilisha, angerudi kukamilisha. Hakina akili. Kwa mfano mnyama hauna macho, lakini Mungu alimweka hivyo hivyo na umekamilika hivyo hivyo. Haleluya, haleluya. Kuna vitu havina pua kabisa, lakini vimekamilika vile vile, ila pua havina. Kwa mfano jongoo hana macho, lakini amekamilika vile vile alivyo, vile vile alivyo. Kwa jongoo akiingia kwenye maombi, akianza kusema Mungu umenionea, mimi sina macho, anaomba ombi baya, ombi ambalo alimuhusu. Mshangilia Mungu kama tunaenda. Kuta mtu kama huyo ameingia kwenye maombi, anaomba ombi ambalo alimuhusu, tunajua mtu huyu akili zimetoka. Tena anaomba maombi ya fujo, tena maombi ambayo ni kama
tumbo refu kuliko kitu chochote, ili akilaza mwili chini asikie kwa kutumia vibrate, yani mtetemeko. Haleluya, haleluya. Jongoo pia akawekewa zile papasi zinazopapasa ili kuwa kujua nakokwenda ni wapi. Tukimkuta jongoo ameanza maombi, anafunga, anaomba, anasoma na maandiko yanayosema kwa vyovyote linawezekana, anasoma na maandiko kwamba lolote linawezekana kwa jina la Yesu. Ametulia pale, yuko kwenye maombi, amekaa kwenye chumba cha siri naye yuko kuomba, akisema ya kwamba kwa lolote kwa jina la Yesu linawezekana. Tukimwona huyu jongoo tunamwona zimechomoka, maana hilo andiko halimuhusu yeye. Haleluya. Haya ndio mambo ambayo hata watu, Biblia inasema kwamba watu wanaomba na wanaomba vibaya, na hata wakiomba ili wapokee uvitumia kwa tamaa zao wenyewe. Kwa hiyo kuna maombi ya kukosea na kuna maombi ya kupatia. Sasa huyu jongoo kama ataomba maombi ya kuwa na macho, ingali yeye amekamilika kwa kutokuwa na macho, tunamuona analeta fujo duniani. Mshangilie kama tunafunga na kuomba, anaomba ikiasiliwe. Yaani na simba ataishije? Mshangilie kama tunaenda. Haleluya. Tukimwona simba anawaonea huruma wakina nyati kutokuwa, akisema ni dhambi kumla mnyama mwenzio, wakati yeye kaumbwa nyongo yake na tumbo lake sio nyasi, ni kumla nyati, ni kumla twiga. Tumeelewana vizuri? Kamata wakati wewe umuonee huruma simba, maana ajara. Shangilia kama tunaenda. Wakati wewe unamwonea nyati huruma, akizikuta nyasi zilizoota vizuri, anapozifyeka ukizionea huruma, maana nazo zinalia. Kwa hakuna kitu ambacho kinaenda pasipo kumuumiza mwenzie. Nyati inaumiza nyasi, na nyati anaumizwa na simba, na simba anaumizwa na mbwa mwitu. Kwa kila mmoja ana fahari wake, na ndio maisha yanaenda. Haleluya. Tamshangaa sana mwanamke anasema nini? Kuzaa staki. Maana tumbo linauma sana. Wakati wewe umeumbwa ili uzae, umeumbwa ili uzae. Kwamba panauma, kwamba paumi, utazaa kwa jina la Yesu. Utazaa kwa jina la Yesu. Ndio maana tukiona uzai tunafanya maombi ili uzae. Tukianza kupeleka maombi kwa wanaume wazae, waanze nao kubeba mimba, waanze nao kwenda miezi 9, haya itakuwa ni maombi ya fujo na ni maombi yasiyoeleweka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kuomba ni kwa mtu husika na mahali husika. Tukimwombea mwanamke abebe mimba, hapo hatujafanya kosa. Hata tukifanya maombi ya kufunga na tufanye, maana inatuhitajika tufanye hayo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna maombi ya namna hiyo na kuna jambo la kufanya kwa namna hiyo. Lakini muulize jirani yako, je, wewe umekamilika? Maana Mungu alikuumba kwa mfano wake. Sasa je, wewe utakuwa umekamilika? Chini Maimuna, unatawaliwa na chini Makata. Ni kweli wewe utawaliwe na majini? Ni kweli wewe utawaliwe na mapepo? Ni kweli wewe utawaliwe na hao wachawi? Wewe sio wa kutawaliwa na hao watu, bali wewe ni wa kuwatawala hao watu. Imekuwaje unatawaliwa leo? Kutakuwa na kitu ambacho umesahau kufanya. Kutakuwa na kitu ambacho umesahau kumshirikisha Mungu. Wewe ni wa kutawala. Mwambie jirani yako, wewe ni wa kuwatawala hao wanaoruka kama nyama. Wewe unatakiwa kuwatawala. Wewe ni mfano wa Mungu, na kama ni mfano wa Mungu, unao utawala unaoweza kutawala hapa chini ya dunia. Chochote ambacho kinazunguka chenye nguvu, hicho kiko chini ya himaya yako. Kwa nini leo umekuwa chini ya himaya ya utawala wa giza, ya utawala wa hiyo mamlaka? Ni kwa sababu ipo dhambi. Yapo mambo ambayo unayafanya yanasababisha wewe uonekane umelaniwa. Kwa kutawaliwa na hivi vitu ni kulaniwa. Yaani kwa mtu wa Mungu, kutawaliwa na mapepo, majini ni kulaniwa. Kwa sababu hata Waisraeli walipolaniwa ndipo walipotawaliwa na Farao. Haleluya.
Shangilia Mungu kama tunaenda. Ndio walipotawaliwa na wale waganga, lakini Musa alipokuja alionyesha watu wa Mungu wanavyotawala. Wanatawala majoka ya kichawi, wanatawala tunguli, zote zinakuwa zizungumuzi wao wakikanyaga mahali fulani. Lakini kwa nini wao ukikanyaga mahali fulani tunguli zinakuwa zinazungumuza? Kwa nini wewe ukikanyaga mahali fulani uchawi unakuwa unakuendesha? Kwa nini wewe ukiwa mahali fulani wachawi wanakuwa na sehemu kwenye maisha yako? Ni kwa sababu zipo laana juu ya maisha yako. Hizo lazima laana zikavunjike kwa jina la Yesu. Sema laana. Sema laana za makosa yangu yaliyonipelekea mimi nianze kutawaliwa na wachawi leo zinavunjika. Sema leo zinavunjika. Laana za mimi wachawi kunitawala, sema leo zinavunjika. Sema laana za waganga kunitawala, laana za mizimu kuvunjika. Sema kwa jina la Yesu zinakwenda kuvunjika. Sema laana yoyote inayotembea na maisha yangu inakwenda kuvunjika kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ukiwa uko hivyo unakuwa hujakamilika. Na kwa nini hujakamilika? Je, Mungu aje tena aanze kuumba upya? Hapana. Ndio maana Mungu amesema ukiomba lolote nami nitakupa kwa jina langu. Ni kwa nini? Amegundua kuna mahali ulikosea. Ukimuomba Mungu mambo yatarudi, yatakaa mahali pake. Sasa kama huwezi kuomba, usitegemee mambo kurudi katika mahali pake. Yataendelea kuwa kama yalivyo. Ndio maana watu tunaingia kwenye maombi kwa ajili ya kuondoa vile vitu ambavyo si sahihi kwenye maisha yako. Kwa kama mtu unaomba anakucheka, anashangaza, kwa sababu gani? Tunaambiwa tuombe ili kuondoa vile vitu ambavyo sio sehemu ya maisha yetu. Haleluya, haleluya. Kwa mfano, kukosa amani ndani ya maisha yako, hiyo ni sehemu yako. Kutolewa, hiyo ni sehemu yako. Kutelekezwa na mume, hiyo ni sehemu yako. Watu kukuchukia, hiyo ni sehemu yako. Kutokupata chakula, hiyo ni sehemu yako. Kukosa ufahamu, hiyo ni sehemu yako. Kwa nini iwe ni sehemu yako wakati Mungu hakukuumba hivyo? Mungu amekuumba uwe mtawala na moja. Haleluya, haleluya. Sema yatakwenda kutoka ambayo mambo sio sehemu yangu. Hebu simama mahali pale, sema yanakwenda kutoka mambo ambayo sio sehemu yangu. Sema mambo ambayo sio sehemu yangu yanakwenda kutolewa. Sema yanakwenda kumoka. Mimi sio kutawaliwa na mapepo. Sema mimi sio